السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم الشرائع الإسلام ومعرفة الصحيح المعاملة وفصيلها لتعرف الحلال الحرام، وجعل مصير من حلفه وعصاه في دار الاتكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa jina naitwa Awadhi Musa Kasim kutoka Almadrasa Nuru iliyopo Kembe Samaki. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani tukufu, mwezi ambao wenye fadhila nyingi. Lakini wallahi katika mwezi huu bado kuna watu wanaendelea kufanya machafu. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bado kuna watu wanaleta kisingizio mbalimbali. Wengine wanasema na vidonda vya tumbo, wengine naumwa na homa, wanaleta ambazo sababu zilizokuwa hazina msingi. Wallahi funga imefaradhishiwa kwa kila mwenye uwezo wa kufunga. Lakini wallahi kuna watu wanajiita Waislamu lakini habari ya kufunga hawana. Utamkuta kijana anakuambia mimi nimefunga lakini nafsi yake hamna funga. Kwa hiyo nikasema katika nafsi yake hamna funga. Pengine kafunga hali ya kuwa mzinifu, kafunga mwizi, kafunga anafanya mambo ambayo bado yanamkera Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Ramadhani hii bado kuna watu wanatembea uchi kama wanyama. Wallahi inasikitisha sana. Utamkuta mwanamama yuko ndani ya nyumba kakaa na mwanawe, hamuhimizi habari ya kuswali, halafu anasema eti kafunga. Wallahi hapo hakuna funga. Sisi wazee bado tumekaa kimya kuhusu watoto wetu. Mtoto ndani ya Ramadhani hii anakuage anenda tarawehe, wallahi hafiki katika tarawehe, basi anafikia kwa watu ambao hawana maana. Anenda kwa mwanamume wake, anenda kufanya mambo ambayo hayana maana. Anaona hii ni fursa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kufanya mambo machafu. Wallahi tu katika hasara. Jana mwezi mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa tujikurubishe, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mengi makubwa machafu ambayo tuliyofanya. Lakini Allah katuletea Ramadhani ili kwa ajili ya kuja kujisafisha. Kuna watu sasa hivi wako hospitalini wanasubiri muda wao Allah awachukue. Lakini walitamani ndani ya Ramadhani hii wawepo waweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Allah hajawajalia. Lakini sisi ambao tuliko duniani Allah katujalia riziki hii, basi tuifanyeni kwa jitihada. Jana mwezi mtukufu wa Ramadhani, huu ni mwezi wa kutoa. Natakiwa tutoe kwa hali na mali. Jitahidi ndugu yangu wa Kiislamu, wema wote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani usikupite. Na sio Ramadhani tu. Kuna watu wanakuambia mimi niko nafunga kwa ajili ya Ramadhani na swali kwa ajili ya Ramadhani. Wallahi bado hujafikia lengo. Allah hayuko Ramadhani tu. Watu wengi wanadhani kwamba Allah yuko Ramadhani, Allah yuko sikukuu, Allah yuko Ijumaa tu. Alhamdulillah msikitini Ijumaa mashallah watu wanajaa. Lakini ikifika magharibi wallahi ni msiba mzito. Watu wanaacha kuingia misikitini, wanavamia majuisi, wanavamia maji. Kuna watu wanaanzia na sigara. Halafu unasema umefunga. Wallahi huna ulichokifanya ndani ya Ramadhani. Katika Ramadhani hii kuna watu ule msahafu hajakamata kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeteremshwa Qur'ani, tufanye nini? Tufanye jitihada ya kusoma. Wallahi mtu muda huo hana, lakini muda wa kuangalia mipira nao, muda wa kucheza makera mwanao, muda wa kucheza gololi anao, lakini muda wa kufanya ibada wallahi muda huo mtu hana. Wallahi tu kwenye hasara. Na hakika iko siku tutakuja kulia, na siku hiyo siku nzito, hakuna baba hakuna mama. Baba atamkimbia mama, mama atamkimbia mwana. Ni siku gani hiyo? Ni siku ya Kiyama, ni siku nzito. Mama atamkana mtoto na mtoto atamkana mama. Kwamba mama ulikuwa mimi napotea, lakini wallahi mama uliniacha napotea ukawa unanichekelea. Ewe kumbuka mzee wangu, kitachokufaa ni amali yako njema, si kitu kingine chochote. Lakini leo yako wapi? Tunawaachia watoto wetu
wanakaa mitaani, hawendi kuswali, unakaa na balehe ndani ya nyumba, haswali. Wallahi huo ni mtihani mzito. Na wewe mzazi ama baba au mama, unakwenda msikitini, wewe baba unamwacha mwanao unamwacha mwanao haswali, halafu unasema atajijua mwenyewe bwana, ameshamuhimiza. Wallahi bado hatujafikia lengo, na Allah atakwenda kutuhukumu. Ewe mzazi, wewe unaswali vipindi vitano lakini mkeo haswali, wanao hawaswali, wallahi uko kwenye hasara. Usifikirie utaipata pepo.